Sina kuuliza, umemwona nyoka mazingira haya? Hivi mndani kwanza umeingiaje? Maana geti limefungwa afu nashtuka uko ndani, unatafuta nini? Ndani umeingiaje kwanza? Sina kuuliza, mbona unijibu? Mtoto vingine bwana anaonekana. Hivi kwani hamna wakubwa inaonekana wao wanadharau sana. Ulimwengu unazunguka, hatima yangu ni nini? Moyo wangu unauliza, roho yangu inatafuta, jibu langu ni nini? Hatima yangu ni nini? Maana niko na haraka, shida nini? Mimi nakumisi bana, salimia. Nimisa? Ndio. Mshoni kunipigia simu. Wewe unanipangia kuja kwako? Sija kupangia kuja kwangu. Mawasiliano hakuna. Hata hivyo sitaka kukupigia kwa sababu nilikuwa na surprise yako. Na kitu mimi nataka nikwambie. Baby, mimi mjamzito. Mjamzito? Hivi kwa unavyofikiria naweza kukubali kama wewe mjamzito? Ina maana mimi mpaka nimetoka nyumbani sijui ninachokifanya. Sikukwambia. Mimi hapa nilipo hapa. Nimeenda hospitalini, nimeenda mama famasi. Kwa mimi mbovu. Alafu nashangaa unaponiambia wewe mjamzito. Unanishangaza. Sikiliza mama. Mimi niko na haraka. Na kama swala hayo tuongea siku nyingine. Siende kokote. Kama unataka kulea mimba naomba hela kutoa. Iko hivi, mimi sina hela. Hauna hela sio eh? Ndio iko hivyo. Sawa, hamna shida, mimi nabaki hapa. Nenda tu kufuata vitu vyangu. Utaenda kwenye mihangaiko, utaenda wapi, utaenda utarudi utanikuta hapa. Nikuta hapa. Tuelewane babangu, mimi naomba hiyo hela nikatoe hiyo mimba. Kila mtu aendelee na biashara zake. Basi sikiliza. Shida yako si hela? Ndio nataka hela mimi. Ulimwengu unazunguka, hatima yangu ni nini? Moyo wangu unauliza, roho yangu inatafuta, jibu langu ni nini? Hatima yangu ni nini? Afadhali tumekutana. Hivi unavyoniona, mimi nilikuwa nakuja kwako. Unajua yule mtoto yuko serious na atakuja kutua kabisa. Kwa sababu nikikumbuka tukio la mwisho, yule mtoto alinikaba. Yaani kabisa nilikuwa naona ninaelekea kufa. Bahati nzuri nikafanya mazongezonge yangu, pia nikakimbia. Sasa ndugu yangu Maege, tuchukue tahadhari mapema. Tahadhari ni muhimu ndugu yangu. Mimi huko nishama muda sana. Nimehamia karibia mtaa wa kina John. Lakini kwa kina John huko. Bora hata huko nilipotoka. Huko kila kukicha inazaliwa hili, inazaliwa lile. Inazaliwa hili, inazaliwa lile. Mimi mpaka nafikia hatua naona kama wametuloga vile. Lakini nakumbuka mazungumzo ya yule binti.
Nahisi haya mazungu yanayotokea ndio huyu mtoto ambaye tulomuoa mamake kule polini miaka 7 iliyopita. Alafu naona kama ni kweli, kwa sababu tulimuua mama, lakini mtoto hatukujua ameenda wapi. Hilo jambo linaweza likawa kweli. Unachoongea ni kweli. Wewe umechukua hatua gani mpaka sasa hivi? Hapo hatua niliochukua, naelekea kijijini kwa bibi. Maana kule kijijini bibi yangu uko ni machifu wote. Nahisi nikienda nitafanyiwa tambiko na nitarudi na dawa, kwa sababu haiwezekani mazongezonge yanatutokea. Muda mwingine nahisi kwamba kuna watu wanatuchezea, lakini mimi kesho asubuhi narudi na mzigo. Narudi na mzigo. Haya mambo yote hayatotutokea, yatakwisha. Unaonaje tukaongozana? Ndugu yangu, mambo yangu hajakaa sawa, na hapa nilipo kwa mtoto wa mtu nimempa mimba. Kwa hiyo kidogo siweza kuongozana na wewe. Basi sawa, ina shida, kwa sababu hapa nilipo sasa hivi hapa mimi ndo naelekea kijijini. Basi acha mimi nikafungashe, kesho asubuhi mimi nakuja na mzigo. Unatakia safari njema ndugu yangu. Basi sawa, ina shida. Poa. Neema mpenzi wangu, naomba unisamehe sana. Nilisahau kukwambia, lakini pia ni muda mwafaka wewe kukwambia, kwa sababu nimekumbuka. Naomba inabidi nisafiri niende kijijini. Kuna msiba. Umefiwa na nani kwanza? Ni mtoto dada yangu. Cha kwanza pole, lakini umekosea. Kwa ajili gani haukuniambia mapema unakuja kunipa taarifa sasa hivi? Nilipigia simu kabla ya wewe kufika hapa, lakini kutokana na mambo mengi nikajisahau. Ila inabidi niondoke. Kwa hiyo msibani unaenda lini? Ni lazima niondoke leo jioni. Ila pole, sina budi kukubali kwa sababu umefiwa, lakini tambua unaenda msibani na mimi umeniacha huko. Unaondoka na kusubiria wewe urudi. Sasa nenda huko ukutana na wanawake wako mara ya kwanza unisahau mimi, sitaki. Neema, mimi najua thamani ya upendo wangu kwako, na pia najua thamani ya upendo wako kwangu, na sijafikiria kwamba utawaza hayo mambo. Unajua hata tukae miaka 10 na kuelezea jinsi ninavyokupenda uwezi ukaamini, kwa sababu hujapata ushahidi. Light, kama moyo ungekuwa unafunguka ningekufungulia mpenzi wangu, ili uone jinsi gani umejaa ndani ya moyo wangu, uone jinsi gani majina yalivyoandikwa ndani ya moyo wangu. Nakupenda mpenzi wangu, na siwezi kukufanyia chochote kibaya, siwezi kukusaliti. Naenda kwa sababu ya msiba na narudi kuendelea kuwa na wewe kama tulivyokubaliana. Nitaleta barua, nitaleta mahali na tutafunga ndoa, na tukisherehekea kwa furaha, wengine wakiwa wanafurahi kwa kula ubwabwa. Nakupenda kipenzi.
Ila sawa, ni maneno, lakini maneno siku zote ndo yanavyoongeka. Vitendo tu ndo vitazihilisha kama unaongea ukweli. Unajua kwamba kitu unapomwona mtu katulia, mwache basi aendelee na amani yake aliyokuwa nayo. Yaani bado uniletea chakula, unaletea maji. Umedhamiria kuniua au? Mume wangu, nimeona umerudi umechoka. Labda utakuwa na kiu na ndio maana nimekuletea maji. Kwani mkombana na UTI mimi? Sina maana hiyo lakini. Kwanza kuna kitu nilikuwa nakifikiria na nilikuwa nawaza nianzie wapi kukwambia. Sikia, mimi nimefanya maamuzi niliyoyafanya yana manufaa kwangu. Wewe nimekutorosha, ni mwanafunzi. Vipi ukija kunifia humu ndani? Na maisha gani mimi? Nishaandaa kila kitu. Naomba upange vitu vyako, kesho unaondoka. Kuondoka? Mume wangu, sidhani kama kuna sehemu yote ambayo nimekosea mimi au nimekukwaza. Na kama nimekukosea, ni heri ungeniambia kabisa. Lakini unarudi, unafoka, unanifokea. Hii ina maana gani? Mume wangu, unajua fika kabisa mimi nakupenda. Katika maisha yangu nimeamua kukuchagua wewe tu. Nimewacha wazazi wangu, nimeacha kila kitu yote sababu yako wewe. Kwa nakuomba, usinivunje moyo basi. Mimi bado nakupenda sana. Mume wangu, ulisema mwisho ndio mwanzo, kivuli changu kinafuata njia, sina wasiwasi, moyo wajua ni hatima yangu, nakubali yote kwa amani tele, ni hatima. Ndugu yangu. Naam. Mimi mtoto anatokea mara kwa mara. Sasa hivi imezidi. Nafika tu ile anakuniua. Hivi chanzo ni nini ndugu yangu? Mbona anakutokea wewe mara kwa mara? Miaka 7 iliyopita tulimuoa mamake polini. Tulimuoa mamake lakini mtoto hatukufanikiwa kumuona. Hata mimi nipo kwa kazini pale nafanya usafi ile. Mara ghafla nikamwona nyoka nikashtuka. Tafuta kumpigia ile kufika tu ile ting mtoto ule pale. Ile niko so kweli. Kamuuliza pale maswali mawili matatu naona dogo kimya. Mimi ndugu yangu si unajua si kazini tuulizaga tunaga cha kulemba. Niko na aso kweli. Katakuja kumkanda makofi ile mtoto kapotea. Ndio huyo. Maana muda mwingine anatokea kama nyoka, muda mwingine shanga tu ghafla tu beni huko. Sasa kabisa. Ila sema